Mjukuu wangu, kijiji hiki hakina chakula na njaa sana. Bibi, mimi naenda msituni kufata matunda. Mjukuu wangu, msituni kuna laana. Kulikuwa na kijiji kidogo kilichozungukwa na milima mikubwa na msitu mzito sana ulioitwa msitu wa giza. Wanakijiji waliuogopa msitu huo kuliko kitu chochote duniani. Wazee walidai kuwa ndani yake waliishi viumbe visivyo vya kawaida, na usiku wa manane sauti za ajabu zilisikika kutoka humo. Hakuna aliyethubutu kuingia humo. Kabla hatujaendelea, nikukumbushe kusubscribe kwa kugusa alama ya kengele hapo chini, na kulike na kushare kwa watu wako wa karibu, ili na wao wapate stori nzuri kutoka katika chaneli yetu pendwa ya Simulizi Nzuri. Asante. Kijijini hapo aliishi binti mmoja mrembo sana aliyeitwa Neema. Neema alikuwa yatima aliyekuwa akiishi na bibi yake mzee kwenye nyumba ya udongo pembezoni mwa kijiji. Licha ya uzuri wake mkubwa, maisha yake yalikuwa ya mateso. Walikosa chakula mara nyingi, na wakati mwingine walilala njaa kwa siku 2 mfululizo. Usiku mmoja, mvua kubwa ilinyesha huku radi zikilipuka angani. Neema alikuwa ameketi karibu na moto mdogo huku akimtazama bibi yake aliyekuwa mgonjwa sana. "Nina njaa mwanangu," bibi alisema kwa sauti dhaifu. Neema alihuzunika sana. Hakukuwa hata na punje ya unga ndani ya nyumba. Bila kufikiria sana, alichukua kikapu na kuamua kwenda kutafuta matunda msituni, japokuwa ilikuwa usiku. Watu wa kijiji walikuwa wakisema usiku huo ulikuwa wa mwezi wa nyoka, usiku ambao viumbe vya gizani hutembea duniani. Lakini njaa ilimlazimisha. Alipoingia ndani ya msitu, upepo mkali ulivuma ghafla. Matawi yalikuwa yakitikisika kana kwamba kuna kitu kilikuwa kinatembea juu yake. Neema aliogopa, lakini aliendelea mbele. Baada ya kutembea kwa muda mrefu, aliona mwanga wa kijani uking'aa mbali. Alisogea taratibu. Katikati ya msitu kulikuwa na mti mkubwa sana wenye matunda mekundu yaliyong'aa kama damu. Chini ya ule mti kulikuwa na nyoka mkubwa wa ajabu mwenye macho ya njano yaliyowaka kama moto. Nyoka huyu alikuwa mkubwa kuliko mtu. Neema alitaka kukimbia, lakini sauti nzito ilisikika kichwani mwake. "Usiogope." Neema alitetemeka. "Chukua matunda hayo, yatabadilisha maisha yako milele." Nyoka hakufungua mdomo, lakini sauti yake ilisikika wazi kabisa. Neema aliona matunda yale yakiwa mazuri sana. Njaa ilimzidi nguvu ya kufikiri. Akachuma tunda moja na kulila. Ladha yake ilikuwa tamu kupita kawaida. Lakini sekunde chache baadaye, upepo ulisimama ghafla. Msitu wote ukawa kimya. Machoni pa Neema alimuona yule nyoka akianza kutoweka taratibu ndani ya kivuli cheusi. Kabla hajapotea kabisa, alisema, "Mbegu ya gizani imeingia ndani yako." Neema alipiga kelele na kukimbia mpaka kijijini. Alipofika nyumbani, alianza kuumwa tumbo vibaya sana. Bibi yake alishtuka kumwona akiwa anatetemeka, huku macho yake yakibadilika rangi kwa sekunde chache. Siku zilizofuata, mambo ya ajabu yalianza kutokea. Kuku walikuwa wakifa bila sababu. Mbwa walimkimbia Neema kila walipomwona. Watoto wadogo walikuwa wakilia alipopita karibu nao. Na usiku mmoja, bibi yake alimwona Neema akiwa amelala, lakini ulimi wake ulikuwa mrefu kama wa nyoka. Mzee huyo alipiga kelele kwa hofu, "Umebeba laana mwanangu." Lakini ilikuwa tayari kuchelewa.
Miezi ilipita haraka sana, na ghafla tumbo la Neema likaanza kuongezeka kana kwamba alikuwa mjamzito. Kitu cha kushangaza ni kwamba hakuwahi kuwa na mwanaume. Wanakijiji wakaanza kunong'ona, huyo si binadamu tena, amelogwa, ni mtoto wa mapepo. Neema alianza kutengwa, hakuna aliyemsaidia tena. Wengine walitaka hata afukuzwe kijijini. Kadiri siku zilivyopita, hali yake ilizidi kuwa mbaya. Usiku mmoja alianza kusikia sauti zikimuita kutoka msituni, rudi, rudi. Na kila usiku nyoka mkubwa alianza kumuota akimzunguka kitandani. Mwezi mmoja wa giza ulipofika, radi zilianza kupiga vibaya sana. Upepo ulivuma mpaka nyumba nyingi zikatikisika. Ndani ya nyumba yao, Neema alipiga kelele za maumivu. Bibi yake alikuwa akilia kwa hofu. Ghafla, taa ya mafuta ilizimika yenyewe. Kiza kikubwa kikaijaa nyumba. Na kutoka chini ya kitanda, nyoka wadogo wadogo wakaanza kutoka mmoja baada ya mwingine. Bibi yake alipiga kelele na kujaribu kukimbia, lakini mlango ulifungwa wenyewe kwa nguvu kubwa. Ndipo Neema alipotoa sauti isiyo ya kibinadamu. Macho yake yakawa ya njano. Ngozi yake ikaanza kutoa magamba madogo kama ya nyoka. Na baada ya dakika chache za kutisha, akajifungua. Lakini hakukuwa na mtoto wa kawaida. Kilichotoka kilikuwa kiumbe cha ajabu, chenye mwili mdogo wa mtoto, lakini macho mekundu yaliyong'aa gizani. Ulimi wake ulikuwa wa nyoka na mgongo wake ulikuwa na magamba meusi. Kiumbe hicho hakikulilia kama watoto wengine. Kilicheka. Sauti yake ilikuwa nzito kama ya mtu mzima. Bibi yake alianguka chini kwa hofu. Kiumbe kile kiligeuza kichwa chake taratibu na kumtazama mzee huyo. Kisha kikasema, nimerudi. Ghafla, radi kubwa ilipiga juu ya nyumba yao. Moto ukaanza kuwaka kwenye paa. Wanakijiji walikimbia kuelekea huko, lakini walipofika, waliona jambo la kutisha. Ndani ya moto, walimwona Neema akiwa amesimama bila kuungua, huku akiwa amemshika kile kiumbe mikononi mwake. Nyuma yake ilisimama kivuli kikubwa cha nyoka mwenye macho ya moto. Watu wakaanza kukimbia huku wakipiga kelele. Kuanzia siku hiyo, kijiji kile kilianza kukumbwa na vifo vya ajabu. Watu walipotea usiku bila kuonekana tena. Mifugo ilikutwa imekufa, damu ikiwa imekauka kabisa. Na kila mwezi wa giza ulipofika, kicheko cha kile kiumbe kilisikika kutoka ndani ya msitu wa giza. Miaka michache baadaye, wasafiri waliopita karibu na msitu huo walidai kumwona mwanamke mrefu mwenye macho ya njano akitembea usiku, akiwa ameshika mkono wa mtoto wa ajabu mwenye ulimi wa nyoka. Na nyuma yao kulikuwa na nyoka mkubwa akiwafuata kimya kimya gizani. Miaka 7 ilipita. Hakuna aliyethubutu tena kukaribia msitu wa giza. Kijiji kile kilikuwa kimebadilika kabisa. Nyumba nyingi zilitelekezwa, mashamba yalinyauka, na kila mwezi wa giza watu walijifungia ndani mapema kabla jua halijazama. Lakini jambo la kutisha zaidi lilikuwa juu ya mtoto wa Neema. Watu walimuita kiumbe wa nyoka. Hakukuwa kama watoto wengine. Alikuwa akikua haraka kupita kawaida. Ndani ya miaka 7 tu, mwili wake ulionekana kama wa kijana wa miaka 15. Hakuwahi kucheka na watoto wengine wala kucheza. Alikuwa akipenda kukaa gizani. Na kila alipokasirika, macho yake yaligeuka mekundu. Usiku mmoja,
Kundi la vijana jasiri kutoka kijijini waliamua kwenda msituni kumuua Neema na mwanawe ili kuondoa laana hiyo. Walibeba mapanga, moto na hirizi walizopewa na mganga maarufu aitwaye Mzee Kibwana. Mkimuona huyo mtoto, msimtazame machoni, mganga aliwaonya. Lakini vijana hao walicheka. Walipoingia ndani ya msitu, ukimya mzito ulitanda. Hata wadudu hawakusikika. Kisha walianza kusikia sauti ya mtoto akiimba mbali gizani. Sauti hiyo ilikuwa ya huzuni lakini ya kutisha. Mmoja wao alisema kwa sauti ya chini, "Mnaihisi hii baridi?" Ghafla miti ilianza kutikisika. Nyoka wadogo wakaanza kutambaa ardhini wakizunguka miguu yao. Vijana wakaanza kuingiwa na hofu. Ndipo walipomuona mtoto wa Neema. Alikuwa amesimama juu ya jiwe kubwa akiwa amevaa nguo nyeusi ndefu. Macho yake yalikuwa yaking'aa gizani. Pembeni yake alisimama Neema, lakini sasa hakuwa binadamu tena. Mwili wake ulikuwa umejaa magamba meusi shingoni na mikononi. Nywele zake zilikuwa ndefu sana, zikitikisika kwa upepo, huku macho yake yakiwa ya njano kama moto. "Kwa nini mmetufuata?" Neema aliuliza kwa sauti nzito isiyo ya kawaida. Mmoja wa vijana akapaza sauti, "Nyinyi ni mapepo, leo mnakufa." Akarusha moto kuelekea kwao. Lakini kabla moto haujafika, mtoto wa Neema alinyoosha mkono wake. Moto ulisimama hewani, kisha ukageuka na kuwarudia wale vijana. Kelele za maumivu zilisikika msituni. Wengine walikimbia, lakini hawakufika mbali. Kivuli kikubwa cha nyoka kilitokea kati ya miti na kuwameza gizani. Asubuhi yake, kijiji kizima kilikuta viatu na mapanga yao pekee vikiwa vimetapakaa nje ya msitu. Hakuna aliyewaona tena. Baada ya tukio hilo, mganga Mzee Kibwana alitangaza kuwa laana hiyo ilikuwa inazidi kukua. "Huyo mtoto si mtoto wa kawaida," alisema kwa hofu. "Ni mlango wa viumbe vya gizani." Wanakijiji wakauliza, "Sasa tufanye nini?" Mganga akanyamaza kwa muda mrefu. Kisha akasema, "Kuna njia moja tu, lakini inaweza kuua kila mtu." Usiku uliofuata, wanakijiji wote walikusanyika wakiwa na mienge na silaha. Waliongozwa na mganga kuelekea msituni. Mvua kubwa ilianza kunyesha. Radi zilikuwa zikigonga karibu nao. Walipofika katikati ya msitu, walikuta mti ule ule wenye matunda mekundu, lakini sasa ulikuwa mkubwa mara 3 zaidi. Na chini yake kulikuwa na mamia ya nyoka wakizunguka. Katikati yao alisimama mtoto wa Neema. Macho yake yalikuwa mekundu kabisa. Mganga akaanza kusoma maneno ya ajabu huku akirusha unga wa hirizi hewani. Ardhi ilianza kutikisika. Kisha sauti kubwa ya kutisha ikasikika kutoka chini ya ardhi. Mti ule ukapasuka katikati. Kutoka ndani yake akatokea nyoka mkubwa kuliko yote ambayo mtu yeyote aliwahi kuona. Macho yake yalikuwa kama moto wa kuzimu. Watu wakaanza kukimbia kwa hofu, lakini ilikuwa kuchelewa. Nyoka huyu alifungua mdomo wake mkubwa, na ndani yake kulionekana nyuso za watu waliopotea miaka yote. Walikuwa wakipiga kelele ndani ya tumbo lake. Neema akaanza kulia, "Mwanangu, wamekuja kutuua." Lakini ghafla mtoto wake akageuka na kumtazama. Kwa mara ya kwanza kabisa uso wake ulionyesha huzuni. Kosa lilikuwa la binadamu, si letu.
Kisha akatazama wanakijiji. Mlitaka nguvu za msitu, sasa mnaogopa matokeo yake. Mganga alipaza sauti, maliza laana hii sasa. Ndipo mtoto huyo akanyoosha mikono yake juu. Anga likageuka jeusi kabisa. Radi kubwa ilipiga mti ule, na ghafla nyoka wote wakaanza kuwaka moto wa kijani. Kiumbe huyo akaanza kupiga kelele kwa maumivu, huku mwili wake ukipasuka magamba. Neema alipiga kelele na kumkumbatia mwanawe. Usinichukulie mwanangu. Lakini nguvu kubwa iliwavuta wote wawili kuelekea ndani ya ule mti uliopasuka. Wanakijiji walitazama kwa hofu. Sekunde chache baadaye, kulikuwa kimya. Moto ukazimika, mvua ikasimama, na ule mti mkubwa ukaanguka chini kwa kishindo kikubwa. Kila mtu alibaki amesimama akiwa anatetemeka. Laana ilikuwa imekwisha, au ndivyo walivyodhani. Kama umevutiwa na hadithi nzuri hii ya Neema, please comment hapo chini part 2 ili tuweze kukuletea mwendelezo mzuri wa kusisimua sana. Nikukumbushe tena kusubscribe kwa kugusa alama ya kengele hapo chini na kulike na kushare kwa watu wako wa karibu ili na wao wapate stori nzuri kutoka katika chaneli yetu pendwa ya Simulizi Nzuri. Asante.